Sasa swali letu liko mezani kwamba je, Mkristo anastahili au anatakiwa kulipa zaka au fungu la 10? Sasa hapa tuna makundi mawili au tuna kempo mbili, kwamba kundi la kwanza au kempo namba 1 linasema kwamba Mkristo hatakiwi kulipa zaka kwa sababu zaka ilikuwa ni kanuni ya Agano la Kale. Na kundi la pili linasema kwamba hapana, zaka au fungu la 10 ilikuwepo kabla ya Agano la Kale, kwa hiyo Mkristo anatakiwa kulipa fungu la 10. Sasa kama kawaida tunaenda kuangalia Biblia inasemaje. Je, ni kempo namba 1 kempo kuto kulipa zaka, au kempo namba 2 kempo kulipa zaka? Ndo Biblia inachofundisha katika Agano Jipya. Kama ni Mkristo unaweza kuwa hujasikia andiko lolote lile katika Agano la Kale ukiwa kanisani, lakini kitabu cha Malaki sura 3 kuanzia mstari wa 8 nadhani ni andiko ambalo utakuwa umelisikia sana kanisani. Malaki 3 mstari wa 8 mpaka 12 nasema hivi: je, mwanadamu atamwibia Mungu? Hata hivyo mnaniibia mimi. Lakini mnauliza, tumekuibia kwa namna gani? Mnaniibia zaka na dhabihu. Mstari wa 9 nasema, mko chini ya laana nyinyi taifa lote kwa sababu mnaniibia mimi. Leteni zaka kamili, Mungu anaendelea kusema, gharani, ili kuwe na chakula katika nyumba yangu. Nijaribuni katika hili, asema Bwana mwenye nguvu zote, nanyi muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka nyingi mpaka mkose nafasi ya kutosha. Mungu anaendelea kusema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla wakati wake, asema Bwana mwenye nguvu zote. 12 ndipo mataifa yote yatawaita mliobarikiwa, kwa maana nchi yenu itakuwa ya kupendeza sana, asema Bwana mwenye nguvu zote. Sasa mara nyingi katika kanisa kwa wale watu ambao wanaamini kwamba zaka au fungu la 10 ni kitu ambacho Mkristo anatakiwa kulipa, huwa anapenda kutumia sana ile andiko ambalo Mungu anasema kwamba sisi au watu ambao walikuwa wanaandikia kwamba wamemwibia yeye. Wamemwibia nini? Wanauliza, akasema mmenibia zaka na dhabihu. Kwa wale watu ambao hawajatoa zaka na dhabihu kwa mujibu wa Biblia au kwa mujibu wa kitabu cha Malaki sura 3 ni kwamba wanamwibia Mungu. Sasa kama Mkristo unaweza kujiuliza, je, ili swala la zaka, kwanza zaka ni nini na zaka imetokea wapi? Hem, tuangalie Agano la Kale linasemaje. Zaka kwa lugha rahisi ni kwamba ni 10% ya mapato yako. Kwa mfano kama unapokea shilingi 1,000 basi shilingi 10,000 ndio Biblia inasema kwamba ni sehemu au ni kitu ambacho unatakiwa kumpa Mungu. Kama unapokea 1,000,000 basi 1,000,000 yako inatakiwa iende kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anavyosema katika kitabu cha Malaki kwamba nyie mmenibia, na maana wewe kama ulikuwa unapokea 1,000,000 afu ukashindwa kutoa 1,000,000, kwa mujibu wa kitabu cha Malaki kwamba umemwibia Mungu shilingi 1,000,000. Alright, turudi katika Biblia, kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 27 na mstari wa 30. Biblia ina introduce au inatuambia kwamba kwa mara ya kwanza Mungu anawaambia Wanaisraeli kwamba zaka ni nini na wanatakiwa wafanye nini kuhusu zaka. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 27 mstari wa 30, zaka ya kila kitu kutoka shambani, iwe ni nafaka kutoka kwa ardhi au tunda kutoka kwa mti, ni mali ya Bwana na ni takatifu kwa Bwana. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba Mungu anasema kwamba ili 10% ya mazao yako, 10% ya matunda yako, 10% ya mifugo yako, hiyo ni takatifu kwa Bwana. Kwa mujibu wa kempo namba 1 kwamba Wakristo wanatakiwa kulipa zaka au fungu la 10 ni kwamba pale ambapo unakuwa umepokea mshahara wako au umepokea labda katika biashara yako au umevuna na ukashindwa kutoa ile 10% kwa mujibu wa Biblia ni kwamba ile sehemu ya 10 ni sehemu takatifu, kwa umekula cha kwako na umekula cha Mungu pia. Alright, Biblia inaendelea kusema katika kitabu cha Hesabu sura 18 mstari 21, anasema hivi: ninawapa Walawi zaka yote katika Israeli kama urithi wao, kuwa kama malipo ya kazi wanayofanya wakati wanapohudumu katika hema la kutania. Kwa hiyo nimekombea kitu kimoja kwamba zaka ilikuwa ni nini na zaka ilikuwa inatolewa na nani. Zaka ni 10% ya kile ambacho ulikuwa unakipokea, kama ni mazao au ni mshahara au chochote kile. Sasa zaka alikuwa anapewa nani? Kwa mujibu wa Biblia ni kwamba zaka alikuwa anapewa makuhani. Sasa kama utakuwa unasoma Biblia vizuri utagundua kwamba au utakuwa unakumbuka kwamba katika makabila 12 ya Israeli Mungu alitaka kabila moja tu kwa ajili ya kuhudumu hekaluni, na kabila hilo lilikuwa ni kabila la Lawi. Kabila la Lawi lilikuwa haliruhusiwi kufanya kazi ya aina yoyote ile isipokuwa kuhudumu tu hekaluni. Na kama utakuwa unakumbuka vizuri katika wakati Mungu anagawa ardhi katika nchi ya Kanaani kwamba kabila la Walawi halikupewa ardhi ya aina yote, kwamba kabila la Lawi lilikuwa ni kutawanyika na kukaa katika makabila 12 kwa ajili ya kuhudumu. Kwa Mungu alikuwa amesema kwamba kwa sababu nyie kazi yenu ni kuhudumu kanisani au kwa kazi yenu kwa sababu ni kuhudumu kwa kazi ya Mungu, kwa hiyo ile zaka au 10% ambayo Wanaisraeli wataitoa basi itakuwa ni kwa ajili yenu. Kwa zaka ni 10% ambayo Mwisraeli alikuwa anatakiwa kuitoa na kwa ajili ya kuwalipa Walawi au kuwapa Walawi au kumpa Mungu. Sasa Mungu akasema kwamba ile 10% ambayo mmenipa mimi na walipa Walawi kwa ajili ya kazi yao.
Kwa hiyo tumeona zaka ni nini, na katika Agano la Kale zaka alikuwa anapewa nani na nani alikuwa anatoa zaka. Sasa tuje katika Agano Jipya. Je, katika Agano Jipya tunaambiwa pia tutoe zaka au hatuambii tutoe zaka? Sasa katika Agano Jipya hakuna andiko lote linaloasa Mkristo kutoa zaka. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja, kwamba tunapozungumzia Agano Jipya usiangalie kwamba kitabu cha Mathayo kuanzia sura ya 1 mpaka kitabu cha Ufunuo ni Agano Jipya. Hapana, hivyo ni vitabu ambavyo vimeandikwa chini ya Agano Jipya, lakini Agano Jipya lenyewe linaanza baada ya Yesu kuwa amekufa msalabani. Kwa katika maandiko yote ambayo tunaona kabla Yesu hajafa msalabani, hilo ni sehemu ya Agano la Kale. Kwa tukianzia Yesu alipokufa msalabani mpaka kitabu cha Ufunuo, hakuna andiko lote ambalo linamwasa au linamuamuru Mkristo alipe zaka. Sasa basi, kwa mantiki hiyo au kwa mujibu unaweza kuuliza swali, okay, sasa mtumishi, umeniambia kwamba katika Agano Jipya haturuhusiwi kulipa zaka, au hakuna andiko ambalo linasema kwamba Mkristo anatakiwa alipe zaka. Sasa je, ina maana mimi nikipokea mshahara napotea nao kimya kimya, hakuna haja ya kulipa chochote kile? Hapana. Ni kwamba katika Agano Jipya kuna aina ya utoaji ambao Mungu ameuzungumza, au utoaji ambao umezungumzwa katika Agano Jipya ni tofauti na Agano la Kale. Katika Agano la Kale ni kwamba mtu alikuwa ni lazima utoe 10% ya kile ambacho unakipata, lakini katika Agano Jipya Mungu akashift vitu kidogo. Na kuna watu wengine wanadai kwamba katika Agano Jipya Mungu amelegeza, lakini ukiangalia vizuri ni kwamba katika Agano Jipya Mungu ndo amekaza kwamba si 10% tu, mtu unaweza kutoa hata mshahara wote kwa jinsi ambavyo wewe unaona inafaa. Ngoja tuone maandiko yanasemaje. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura 9 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 7, Biblia inasema hivi: kumbukeni kwamba yeyote apandaye kwa uchache pia atavuna kwa uchache, na apandaye kwa ukarimu pia atavuna kwa ukarimu. Kila mtu atoe kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa uchoyo au kwa kulazimishwa, kwa maana Mungu mpenda atoaye kwa moyo mkunjufu. Kwa hapa Mtume Paulo kupitia Roho Mtakatifu kupitia Mtume Paulo anatufundisha kwamba katika Agano Jipya kwamba hakuna ile sheria kwamba utoe kiasi fulani au utakiwa utoe 10% fulani katika mapato yako. Hapana. Anasema kwamba mtu atoe kwa jinsi ya alivyokusudia moyoni mwake. Kwa mfano, mimi naweza nikapokea mshahara, labda napokea mshahara milioni 1 au milioni 2, nikakusudia kwamba nimpe Mungu 40% au nimpe Mungu 5%, kwamba kile ambacho nimekusudia katika moyo wangu ndio nitoe, sio kwa kulazimishwa. Kumbuka katika Agano la Kale ni kwamba ulikuwa unalazimishwa, lazima 10% utoe, na usipotoa kwa mujibu wa kitabu cha Malaki sura 3 mstari 8 anasema kwamba unalaaniwa kwa sababu umekula kile kitu kitakatifu. Lakini katika Agano Jipya ni kwamba hakuna katika mshahara wako hakuna portion au hakuna kipande ambacho ni kitakatifu kwa Mungu, ila kile ambacho unaamua kutoa wewe kwa ridhaa yako kwa sababu unampenda Mungu. Ndio Biblia inasema kwamba unatoa. Anaendelea kusema kwamba si kwa kulazimishwa, kwa maana Mungu humpenda yeyote atoaye kwa moyo mkunjufu. Kimaanisha kwamba katika Agano Jipya unatakiwa utoe kwa moyo mkunjufu. Kile ambacho unaona kabisa hapa, yani roho yako inang'ania ni haitaki kutoa, basi Mungu anasema hicho hakipendi. Ile kile ambacho unasema kwamba Bwana, mimi katika mshahara wangu wa mwezi huu natoa 50% kwa moyo mkunjufu na kwa upendo, Mungu anasema kwamba Mungu anapenda wewe unachofanya. Lakini yule ambaye analazimisha kwamba ni 10% unafanya kama ni lazima, Mungu hapendi hicho kitu. Tunaendelea katika kitabu cha Wakorintho sura 16 kuanzia mstari wa 1 na wa 2. Biblia inaendelea kusema kwamba kuhusu changizo kwa ajili ya watakatifu, kama nilivyoagiza katika makanisa ya Galatia, fanyeni hivyo hivyo. Mstari wa 2 anasema siku ya kwanza ya kila juma kila mtu wenu atenge kiasi cha fedha kulingana na mapato yake, na fedha hizo aziweke akiba ili nitapokuja pasiwe na lazima kufanya mchango. Kwa unaona Paulo hapa anatuambia kwamba alikuwa anawapa maelekezo kanisa la Korinto. Anasema kama nilivyoelekeza kanisa la Galatia, na waelekeza nia pia kwamba kila siku ya kwanza ya juma kwamba mtu atoe kiasi fulani cha changizo kwa namna ambavyo Mungu amemfanikisha. Hajatuambia atoe 10% fulani, hapana. Kwa sababu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ameshatoa. Kitabu cha pili anakuja anaelezea kwamba namna ambavyo mtu anatakiwa kutoa kwa jinsi ambavyo ameguswa moyoni mwake, sio kwa kulazimishwa. Kwa katika Agano Jipya kuna vitu 5 ambavyo tunatakiwa kuvifahamu kuhusu matoleo, tofauti na zaka ambavyo tumeona katika Agano la Kale. Ilikuwa ni kwamba katika Agano Jipya kitu cha kwanza takiwa utoe kama ulivyokusudia moyoni mwako, si kwa kulazimishwa. Yani ile kwamba Bwana toa shilingi 20,000 au toa shilingi, wewe umekusudia moyoni mwako kumpa Mungu kiasi gani. Ndio Biblia inasema kwamba takiwa utoe kile kitu ambacho umekusudia moyoni mwako. Kitu cha pili anasema sio kwa uchoyo, yani kwamba kuna wale watu ambao wanasema kwamba sasa kwa sababu
Katika Agano Jipya hakuna ile fungu la 10, na maana kwamba katika ile milioni 1 ambayo unapokea mshahara naweza nikampa Mungu shilingi 10,000. Biblia inasema kwamba si kwa uchoyo, yani si unabana kwamba labda Mungu nimpe kile kidogo ambacho kilichobakia, vile vitu vikubwa nibaki navyo, kwa sababu katika Agano Jipya hakuna sheria. Hapana, Biblia inasema kwamba si kwa uchoyo. Na kwa nini Mungu anasema si kwa uchoyo? Turudi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili sura 9 mstari wa 7, anasema hivi: kumbukeni kwamba yeyote apandaye kwa uchache pia atavuna kwa uchache. Naona kwamba unavotoa unakuwa unapanda. Sasa kama Mungu kwamba baba yako anakupa ushauri kwamba pana, usifanye kwa uchoyo, kwa sababu ukifanya kwa uchoyo unakuwa umepanda kidogo. Sasa mimi kuna kipindi nilishakuwa mkulima, kwamba unavolima kama mkulima unapanda mbegu nyingi kwa jinsi ambavyo unaweza, kwa sababu unafahamu kwamba unavopanda mbegu nyingi ndivyo mavuno yanavyokuwa mengi. Kwa Mungu anatupa ushauri pia kwamba isiwe kwa uchoyo, kwa sababu unavofanya kwa uchoyo pia unavuna kwa uchoyo. Sasa kama ulikuwa hautaki kuvuna kwa uchoyo, inabidi upande kwa ukarimu, au Waingereza wanasema generous. Kitu cha tatu anasema sio kwa kulazimishwa. Ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Kuna kipindi fulani alikuja mhubiri fulani katika mji wetu. Sasa alipofika hapo akawa anaombea watu. Sasa katika kufanya maombi akasema kwamba mtu mwenye shilingi 10,000 asogee mbele. Kwa naombea mtu mwenye shilingi 10,000. Sasa hiyo kibiblia haipo, kwamba unasema unamlazimisha mtu kwamba bwana ukitaka nikuombee au ukitaka uje kanisani labda utoe kiasi fulani cha fedha. Hapana. Biblia inasema kwa kadri uwezo wako na si kwa kulazimisha. Yaani usilazimishwe. Wewe mwenyewe unampenda Mungu kiasi gani na unamtolea Mungu kiasi gani. Na hii inakupa uhuru kwamba katika Agano la Kale ilikuwa ni kwamba unatoa 10% tu, lakini katika Agano Jipya unatoa kwa namna ambavyo unampenda Mungu. Kwa mfano, mimi wakati naanza kujifunza matoleo nianza na 10%. 10% nikapanda 20, katoka 20 nikaenda 30, katoka 30 nikaenda 40, katoka 40 nikaenda 50. Kwa jinsi ambavyo naona kwamba na imani yangu inakuwa kwamba nikitoa kiasi fulani bado na Mungu anaenda kunipa kitu kingine. Kitu kingine ambacho nilikuwa kinafanya nitoe ongeza 10% kwa sababu nilikuwa natamani kutoa zaidi. Sasa unaona katika Agano Jipya ni kwamba inakupa uhuru wa kufanya kitu kikubwa zaidi. Agano la Kale ilikuwa na kulimit tu kwamba toa 10%, lakini katika Agano Jipya kwamba unaruhusiwa kutoa kwa kadri ambavyo unampenda Mungu. Kitu cha nne, Biblia inasema kwamba Mungu anampenda mtu anayetoa kwa ukarimu. Yaani unatoa kwa sababu una furaha, na unatoa kwa sababu unataka kazi ya Mungu endelee, au unataka kumbariki mtumishi wa Mungu. Mungu anakupenda wewe unayefanya hivyo. Sio ile mtu anayelazimisha kwamba bwana nikienda Jumapili lazima nitoe sadaka, kwa lazima nibebe. Hapana. Unavyoenda Jumapili au sio lazima itawe Jumapili, unabeba kiasi ambacho unaona kwamba hichi kinambariki Mungu. Kitu cha mwisho, Biblia inasema kwamba utavuna maradufu kile ambacho unapanda. Tusome katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura 9 mstari 7 mpaka 8. Biblia inasema hivi: kumbukeni kwamba yote apandaye kwa uchache pia atavuna kwa uchache, na apandaye kwa ukarimu pia atavuna kwa ukarimu. Anaendelea kusema, kila mtu atoaye kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa uchoyo au kulazimishwa, kwa maana Mungu humpenda yote atoaye kwa moyo mkunjufu. Naye Mungu aweza kuwapa kila baraka kwa wingi, ili katika mambo yote kila wakati muwe na kila kitu mnachohitaji, ili muweze kushiriki kwa wingi katika kila kazi njema. Sasa unaona kwamba ijapokuwa katika Agano Jipya principle ya utoaji imebadilika, lakini ile essence tunasema ule moyo wa utoaji bado uko pale pale, kwa sababu Mungu pia anaahidi kwamba katika Agano Jipya kwamba yule atakayepanda Mungu atamzidishia. Anaendelea kusema, anasema kwamba naye Mungu aweza kuwapa kila baraka kwa wingi, na ametuambia hapo juu kwamba atakayepanda kidogo atavuna kidogo pia. Kwa hiyo unaona principle bado ni ile ile kwamba unavotoa Mungu anakubariki kwa kadri ya matoleo ambao unatoa, na anasema kwamba Mungu anaweza kukupa baraka kwa wingi ili uweze kutoa zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba katika Agano la Kale principle imebadilika, sio kutoa 10%, lakini faida ya ule utoaji iko pale pale. Kwa sasa unaruhusiwa kutoa kwa jinsi ambavyo unataka wewe uvune kiasi gani. Kama una heka moja unataka upande mbegu za kilo 1, au unataka kupanda kilo 10 ni juu yako, kwa sababu lakini kitu ambacho utakao fahamu kwamba atakayepanda kilo 1 na atakayepanda kilo 10 mavuno yake yatakuwa tofauti. Kwa je, wewe kama Mkristo unampenda Mungu kiasi gani? Cha kwanza, na pili, unataka uvune kiasi gani kutoka kwa Mungu? Alright, tumefika mwisho wa video yetu. Sasa tujibu swali moja ambalo watu camp namba 2 ambao camp lazima utoe zaka, huwa anapenda kuliuliza kwamba sasa unazungumza kwamba katika Agano Jipya ni kwamba kanuni ya fungu la 10 haipo. Sasa lakini ukisoma Biblia utagundua kwamba kabla hata ya Agano la Kale kuwa limeingia, watu walikuwa wanatoa fungu la 10. Sasa wewe unazungumzaje kwamba fungu la 10 ilikuwa ni Agano la Kale, ni principle au ni kanuni ya Agano la Kale ambayo Mungu alitoa ikiambatana na Agano la Kale? Wana support hoja yao kwa kitabu cha
Mwanzo sura 14 kuanzia mstari wa 18 mpaka 20. Katika kitabu cha Mwanzo hapa tunaona story ya Ibrahim au Abraham alivyokuwa ameenda katika vita na kuwashinda wale wafalme. Alivyorudi na mateka au nyara za vita. Sasa baada hapo ngoja tusome Biblia inasemaje. Kitabu cha Mwanzo sura 14 mstari wa 18 mpaka 20. Biblia inasema hivi: ndipo Melkizedeki mfalme wa Salemu alipoleta mkate na divai, alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Naye akambariki Abraham akisema, barikiwe Abraham na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Abarikiwe Mungu aliye juu sana, ambaye ameweka adui zako mikononi mwako. Ndipo Abraham akampa Melkizedeki sehemu ya 10 ya kila kitu. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba kabla hata agano la kale haijaanza, kwa sababu agano la kale imeanza katika kitabu cha Kutoka sura 20. Tunaona kwamba katika kitabu cha Mwanzo Abraham ametoa fungu la 10. Kwa watu kempa namba 2 wanaodai kwamba Mkristo anatakiwa kulipa fungu la 10, wanadai kwamba fungu la 10 sio principle ya agano la kale, bali ni principle ya milele, kwa sababu ilikuwepo hata kabla ya agano la kale. Sasa kitu ambacho tunatakiwa kufahamu kwamba katika agano la kale pia, kabla ya agano la kale, katika kitabu cha Mwanzo, Mungu hakutoa sheria yote ile kwamba mtu alipe fungu la 10. Na kitu kingine sio kwamba kwa sababu Abraham amefanya kitu basi sisi kama Wakristo tunataka tufanye kitu ambacho amefanya Abraham, kwa sababu kusoma Biblia pia utagundua kwamba kabla ya agano la kale kuingia, Abraham pia alitoa sadaka ya wanyama. Sasa je, na sisi kama Wakristo tunatakiwa tutoe sadaka ya wanyama kwa sababu Abraham kabla ya agano la kale alitoa sadaka ya wanyama? Jibu ni hapana. Kwa hiyo tunabaki na hitimisho moja kuwa ni kwamba kile kitu ambacho Mungu ametuambia specifically au moja kwa moja katika agano jipya ndio kitu ambacho kama kanisa tunatakiwa tubebe. Na kama tulivyosoma kwamba Mungu ametupa principle au kanuni ya matoleo, na kanuni ya matoleo ambayo tumepewa katika agano jipya sio kanuni ya zaka wala dhabihu